kutikisa familia zao. Shetani anajua watoto wa kiume ni mbegu katika nchi. Anajua kwamba watoto wa kiume wakisimama, jeshi la Bwana limesimama. Sababu mbili ambazo shetani anapambana na watoto wa kiume. Jambo la kwanza nimekuambia, watoto wa kiume ndio mbegu katika nchi. Lakini jambo la pili, Biblia inasema nikimpiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Mungu ameweka mamlaka ya kikuhani kwa watoto wa kiume. Ikiwa wewe mama uko na mume wako, muombee, maana Bwana amewaita watoto wa kiume kwamba hao anawapa mamlaka ya ukuhani. Ikiwa una watoto ama mume au baba yako, ikiwa bado una mtu yeyote wa kiume katika maisha yako, ndio tunaombea watu wote. Ila nataka nikuambie, mwanaume akisimama, mwanamke amesimama moja kwa moja. Baba akisimama, familia hiyo imesimama. Mwanamke atakuwa amesimama na watoto watasimama. Watoto wa kiume wakisimama, wa kike wamesimama, maana wa kiume watawasimamisha watoto wa kike. Hii imekuwa vita tangu mwanzo. Farao akajua mtoto yeyote wa kiume ambaye atazaliwa, yeyote atakayezaliwa, Farao anasema ikiwa ni wa kiume auawe, ila ikiwa ni wa kike mwache aishi. Kwa nini watoto wa kiume wanauawa? Wauawe kwa sababu yeye alijua jeshi la Israeli linaongezeka, na kinachofanya waongezeke ni wanaume kuwepo. Nao wamekuwa mbegu, wamekuwa wakizalisha watoto, wamekuwa wakisimama kama viongozi, wamekuwa na nguvu, na wakiendelea kuongezeka, Israeli itakuwa na nguvu. Ngoja nikwambie, ndio maana watu wanatoa sababu za kiafya, ila kuna sababu za kiroho pia. Kwa nini wanaume wengi wanapoteza uhai wao? Kwa nini wanawake wanabaki peke yao? Wanaume wengi wanakufa, tena waliopewa vyakula vizuri, tena waliosaidiwa wasiwe na stress, tena waliotengewa heshima ya baba. Mbona wanakufa wanawake, wanabaki peke yao? Hii imekuwa vita ambayo msipokuwa makini, wasikilizaji, nasema tusipokuwa makini, wanaume wataendelea kufa kadiri tunavyoukabili mwisho wa wakati. Wanawake watabaki kwa wingi. Na nizingatie, haimaanishi kwamba wanawake si muhimu, ila inamaanisha kwamba wanaume wakiwepo katikati ya wanawake, kuna uongozi wa Mungu ndani ya mwanaume. Enyi wanaume mnaonisikiliza hapa, yeyote aliyezaliwa wa kiume, ninaomba niseme, unaweza sinielewe, ikiwa umezaliwa wa kiume, mwambie Bwana, ninaomba kupitia mimi ambaye umenipa nafasi ya kuzaliwa mwanaume, ukanipe baraka za kusimama kuwa baba, kuwa mchungaji, kuwa kuhani, na unipe uwezo wa kusogea karibu na wewe zaidi. Wanaume wengi leo wanaendelea kupoteza uhai wao bila sababu, maana hawajajua walizaliwa kuwa makuhani, walizaliwa kuwa vichwa, walizaliwa kuwa mbegu. Ndio maana utashangaa wanaume wengi shetani anawapeleka, wanaenda kubeti, wanapoteza pesa kwenye beti. Ndio maana utashangaa wanaume wanapoteza uwezo wao kwenye pombe. Ndio maana utashangaa shetani anawachukua wanaume wengi kwenye pombe, anawachukua kwenye zinaa, maana anajua wanaume wakisimama, familia zimesimama. Ikiwa ninaongea asubuhi ya leo na wanawake mlioko hapa, ninaomba ili uwe na uhakika na ninachosema. Wewe ukisimama bila mwanaume wako kusimama, hata wewe ni shahidi kwamba unakosa furaha, maana ni furaha yako kuona kichwa cha nyumba kimesimama. Wanaonielewa waseme amen. Hata wasichana wakishazaliwa kwa familia, wakaona kaka zao, watoto wote wa kiume kwa familia wameishia kwa pombe, wameishia kwa uasherati,
wameishia kwenye maisha mabaya. Wasichana hao wanalia, maana wanasema kwa kauli zao, mbona sisi wa kike ndio tuko sawa, mbona wa kiume wote shetani amewapiga? Ninaomba niseme na wanawake kabla sijarudi tena kwa wanaume. Yenyi wanawake, mmewekwa duniani. Biblia inasema, maana nimefanya jambo jipya duniani. Anasema kwa maana mwanamke atamlinda mwanaume. Sio kama mnanielewa. Najua nafundisha kitu ambacho sio cha kawaida. Bwana ameweka jambo jipya duniani. Anasema mwanamke atamlinda nani? Yaani mwanamke atamlinda nani? Wanawake mlioko hapa, ukimwona mtoto wa kiume, ukiona mwanaume yeyote yuko katika dunia hii, tambua kwamba wanawake wana vita, ila shetani anaanzisha vita na wanaume. Na ninaomba niseme hivi, akishamaliza vita na wanaume, pia anapiga vita sasa kwa wanawake. Ndio maana utakuta mwanaume akishashikwa na shetani, mke wake ni rahisi kuanguka, watoto ni rahisi kuanguka, lakini mwanaume akisimama, mwanamke amesimama pia zaidi. Bwana asifiwe. Wanawake wanaonielewa na wasichana, punga mkono namna hii. Kuwa mlinzi wa wanaume, maana wanaume wakisimama, mwanamke amesimama zaidi. Lakini mwanamke amewekwa awe mlinzi wa mwanaume. Hili ninalosema utalielewa ninapoenda kuhitimisha hotuba hii. Lakini kukumbushe, kipindi Yesu amezaliwa, nimekwambia wakati Farao anaona Israeli wanaongezeka, alisema watoto wote wa kiume wauawe. Lakini kipindi Yesu anazaliwa, mama nirudie tena, wakati Yesu anazaliwa, ilitangazwa na tena ikawekwa wazi na Herode. Akasema watoto wote waliozaliwa wa kiume wauawe, maana alikuwa anataka Yesu auawe. Lakini badala ya kusema Yesu auawe, akatangaza watoto wote waliozaliwa wa kiume wafanye nini jamani? Wauawe. Nina shaka ya ajabu, na mtakubaliana na mimi, wanaume wengi leo ndio ambao hawaonekani kwa kanisa. Wanaume wengi leo ndio ambao wakipatikana kanisani, badala waje kuabudu, wanakuja kugombania vyeo, na tena wasipochaguliwa wanaanza vita hadi wanarudi nyuma, wanakuwa wabaya kuliko ambaye hajawahi kuamini. Wanaume wengi leo wamechagua kuwa dormant, wamekuwa wa kawaida kanisani. Wakina mama ndio wanaongezeka, wanakuwa na nguvu ya maombi, wanakuwa mstari wa mbele kwa ibada, wanakuwa mstari wa mbele kwenda kanisani. Shetani anapiga makofi akiona wanaume wanarudi nyuma, maana anasema wako hai ila nimewaua. Anawaona wako hai ila amewaua. Wanaume, naomba tuamke katika usingizi asubuhi ya leo. Amen. Nasema tena, wanaume, tuamke katika usingizi asubuhi ya leo. Amen. Akina mama mlioko hapa na wasichana, nyinyi mtakuwa mashahidi kwamba sasa makanisa yanapoteza wanaume. Lakini tutakubaliana leo hapa Kenyenya, ikitokea misiba 10, misiba zaidi ya 7 ni ya wanaume, 3 ni ya wanawake. Shetani anapotupeleka katika mwisho wa wakati, atawaua wanaume. Kwa nini? Anataka kanisa lipoteze, anataka familia zipoteze wachungaji, ili wabaki watu bila mchungaji, yani kuhani, mbegu na kiongozi. Ni jambo gani ambalo nataka nikwambie? Wewe mwanamke, usikubali kusimama kiroho peke yako. Simama na mume wako, simama na mume wako. Ewe mwanaume, usikubali kusimama mwenyewe kiroho. Mlete mke wako karibu na Mungu, maana amewekwa kuwa mlinzi wa mwanaume, akikuombea
baraka zako ni kubwa kuliko kawaida. Wenye watoto wa kiume waendelee kuwatazama kwa ukaribu, maana Bwana anatamani kutoka kwa watoto hao wa kiume mbegu ya watakatifu izidi katika nchi. Shetani hakupenda watoto wa kiume. Kwa nini? Mwanaume amewekwa kuwa mbegu. Nimekuambia. La pili, amewekwa kuwa mchungaji. Ikiwa unatafuta kunielewa zaidi, hebu songa pamoja nami, endelea pamoja nami. Asubuhi ya leo magereza yamejaa wanaume, vyumba vya starehe vimejaa wanaume, kila sehemu mbaya ambayo shetani anawataka watu amewajaza huko wanaume. Wanawake ni kweli wapo, ila kwa uchache. Shetani anazidi kufunga wanaume na kuwaweka huko kwenye matendo mabaya, lakini amewatoa kwenye matendo mema. Na shetani anajua mbinu miongoni mwa mbinu nyingi atakazotumia. Anataka wanaume wafungwe, wanawake wawe peke yao, ili nao awateke kwa urahisi. Eva alipokuwa mbali na Adamu, ilikuwa rahisi kuingizwa katika mtego, lakini waandishi wanasema isingekuwa rahisi kama shetani angekuja akamkuta Adamu na Eva pamoja. Shetani hapendi familia ambayo mume na mke wamesimama. Hapendi familia ambayo watoto wa kiume wamesimama wakiongoza wenzao na kuwa pamoja nao. Hapendi. Lakini wakati nimesema hilo, ni ombi langu asubuhi ya leo ya kwamba wale ambao bado wako na waume zao, Bwana awatetee waume zao kwa ajili ya familia zao. Lakini ombi langu hili pia, ikiwa Bwana asubuhi ya leo amekujalia watoto wa kiume, Bwana awarudishe katika boma lake, awakuze katika hekima zake, maana hao wakisimama dada zao wamesimama. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa asubuhi ya leo, punga mkono namna hii. Kuna kitu nataka nikupandikizie pale. Hebu twende tena kwa namna ya kipekee. Na hivyo Farao anapokuwa sasa, Bwana ameamua kumhukumu. Kumbuka nimekwambia usome Exodus 12 verse 29 and 30, na imesomwa ya kwamba Bwana akamwambia Farao, akamwambia Musa ya kwamba kila mzaliwa wa kwanza, ninaomba niambie hapa kwenye mzaliwa wa kwanza, akasema awe ni mzaliwa wa nyama au wa binadamu, any firstborn must die. Bwana akawaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, lakini akawaua wanyama wote wa kwanza, akawaua. Bwana akampa adhabu Farao ambayo iliuma moyo wake. Na baada ya watoto wa kwanza kufa na wanyama wale ambao ni wa kwanza kufa, ilibidi Farao atoe ruhusa, aseme sasa Israeli waondoke. Moja ya pigo baya, moja ya adhabu mbaya ambayo Farao alipewa baada ya kupewa mapigo 9, akawa bado hajaruhusu watoto wa Mungu kuondoka. Moja ya pigo baya alipewa pigo baya la mtoto wa kwanza wa wanyama na binadamu wote wakafa. Ninaomba unielewe tunapoenda taratibu na tunapoenda katika vilele vya hotuba siku ya leo. Genesis 25:23. Naomba msomaji usome pale kwa haraka. Maandiko yanasema, acha maandiko yaseme. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Esau na Yakobo ni mataifa mawili yaliyoko tumboni, lakini anaambia mataifa haya mawili yatafarakana. Yakobo na Esau watafarakana katika tumbo la mama yao Rebeka. Watafarakana. Watoto hawa wawili ni mataifa mawili yatafarakana. Endelea. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili. Sawa.
na mkubwa atamtumikia mdogo. Yaani yeyote atakayekuwa mkubwa katika hao atamtumikia mdogo. Kana kwamba nataka unielewe, nataka tuende pamoja. Naomba msomaji usome Genesis 49 verse 3 and 4. Ninataka nikwambie Yakobo na Esau walikuwa watoto wawili ndani ya tumbo moja, lakini Yakobo na Esau wakapigana, na baadaye ikatangazwa katika Biblia ya kiunabii kwamba mataifa mawili yatazaliwa, ila atakayefanikiwa kuwa mkubwa atamtawala mdogo wake. Ni mpango wa Mungu kwamba all firstborn wangekuwa na mamlaka makubwa dhidi ya wenzao, wangekuwa na uwezo mkubwa dhidi ya wenzao, ila firstborn wamekuwa pia wakipigwa vita ya kwamba mwingine anakuwa firstborn, ila unamkuta amefeli kimaisha kuliko watoto wengine waliozaliwa. Shetani hapendi kama ambavyo hapendi mtoto wa kiume atokeze kama mtoto wa kike. Yaani shetani anawapiga watoto wa kiume, anataka wa kike wenyewe ndio watoboe, lakini wa kiume wazidi kufa ama kudhoofika. Shetani pia hapendi firstborn yeyote awe wa kike au wa kiume. Kuna vita katika firstborn. Unaweza usinielewe. Ikiwa kila familia ina firstborn na tuko hapa tumekaa, inawezekana usinielewe. Firstborn yeyote anapigwa vita, maana akifeli firstborn wote wengine watastruggle kutokeza, na hata wakitokeza hawatakuwa na furaha, maana wakikumbuka kwamba firstborn hajatokeza, daima wanalia, wanasema tunaye kaka yetu mkubwa, tunaye dada yetu mkubwa, ila maisha yamemkalia vibaya. Firstborn akitokeza automatically na wengine anawavuta kwa urahisi, ila firstborn akifeli kimaisha, watoto wengine wana struggle katika maisha. Asubuhi ya leo, ikiwa kwenu kuna firstborn, ninaomba tumwombee firstborn ili firstborn atoke katika vifungo vya giza. Kama firstborn amewekewa madawa, watoto wengine wana struggle, maana firstborn ameshikwa na nguvu za giza, ila firstborn akifunguliwa, watoto wote wamefunguliwa. Jamani, Bwana asifiwe. Wanaonielewa wapunge mkono namna hii. Unajua, mwisho wa somo hili utaelewa kwa nini nazungumzia habari ya firstborn. Sasa vita, naomba Genesis 49 tusisome kwanza, maana nataka nikupeleke mahali na time yetu utasoma mwenyewe, lakini nazungumzia habari ya Ruben. Ruben alikuwa firstborn, akapoteza, akatenda vibaya, na alipotenda vibaya, Bwana akamlaani Ruben na akatoa nafasi yake uzaliwa wa kwanza, akampatia mtu mwingine. Mungu anawatambua firstborn, na akiona firstborn ametenda vibaya, anachukua nafasi ya huyo firstborn, anampa mtu mwingine katika familia. Na ninataka nikuambie, uombee sana firstborn wako, uombee sana firstborn kwenu, ili asije akapokonywa baraka za firstborn. Ruben alipotenda vibaya, Roho ananiambia hapana, soma hiyo verse, watu wasije wakafikiri kwamba unabambanya. Hebu soma Genesis 49 3 and 4. Maandiko yanasema, Ruben mzaliwa wa kwangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Sawa, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Sikiliza, anamwambia Ruben, umewapita wengine kwa uwezo na kwa ukuu. Hebu soma. Umeruka mpaka kama maji. Ndio. Basi usiwe na ukuu, kwa sababu likipanda kitanda cha baba yako. Ruben alifanya kosa, akapanda kitanda cha baba yake, ukakitia unajisi. Akakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu. Ndio. Panga zao ni silaha za jeuri. Sawa, hebu rudi vizuri.
umeruka mpaka kama maji. Sawa. Basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Sawa. Alikipandia kitanda changu. Alikipandia kitanda changu. Ruben alikuwa mtoto wa kwanza, tena alipewa uwezo, akapewa ukuu, akapewa nafasi. Lakini Biblia inasema kwa sababu alipanda kitanda cha babake, akafanya uzinzi kwa kitanda cha babake, akamwambia Ruben, umelaaniwa. Ukiendelea kusoma hiyo chapter, utaona Bwana anatoa nafasi ya uzaliwa wa kwanza, anampa mtu mwingine. Hata kwa Esau na Yakobo ilikuwa hivyo hivyo. Yakobo akijua kuna baraka za uzaliwa wa kwanza, Jacob wrestled with his brother, akapambana na kaka yake, akachukua baraka na akawa na baraka hizo, maana kiunabii mkubwa angemtawala mdogo. Lakini sikiliza, shetani amepiga mafirstborn wengi, amewaacha wamekuwa wadhaifu, amewaacha hawana uwezo wa kusema. Na ndio maana firstborn akishatoka nje ya imani, watoto wengine wote, huyu anaenda huku, huyu ana dhehebu hili, huyu ana hiki, wanatawanyika. Maana shetani anajua firstborn akisimama, familia hiyo imesimama pia. Hebu mwambie jirani yako, muombee firstborn. Hivi mbona unaongea kwa huruma? Somo linasikitisha sana. Mwambie tena, muombee firstborn. Mwambie tena, muombee firstborn. Nisikilize nikwambie, unaweza usinielewe ninachosema hapa. Mafirstborn wengi wana vita kuliko kawaida, wanaumwa magonjwa mabaya, wakienda kwa shule wana vichwa vigumu kuliko wadogo zao, wanakuwaga wadhaifu, ni wachache wakitokeza. Na hiyo familia ukikuta firstborn ametokeza, amebeba uchungu wa familia nzima. Lakini firstborn akishayumba, familia nzima inayumba. Wanakaa vikao, wanasema jamani, brother ndio huyu, sister ndio huyu, maisha yake ndio haya, tunamfanyaje kaka, tunamfanyaje dada? Maana firstborn akiyumba, familia nzima inakuwa na huzuni, inakuwa ina mwelekeo, inakuwa na simanzi, inakuwa na shida. Ninatamani nikwambie, omba kwa ajili ya firstborn. Hivyo mnanielewa? Sikiza nikwambie, huenda kwenu hujaelewa ninachotaka kukwambia. Kuna mzaliwa wa kwanza kwa nafasi, lakini kuna mzaliwa wa kwanza kwa haki ya Mungu. Esau alikuwa mzaliwa wa kwanza kwa kuzaliwa, ila Yakobo akafanyika mzaliwa wa kwanza kwa haki ya Mungu. Na niwaambie wazaliwa wa kwanza, usipokubali kuingia kwenye maombi na ukafanya wajibu wako wa uzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza atapatikana kwenye familia yenu, ila atakuwa mzaliwa wa kwanza kwa haki ya Mungu. Alafu wewe utabaki kuwa mzaliwa wa kwanza kwa nafasi. Hamjaona familia ambazo yule ambaye hajazaliwa wa kwanza ndiye anakuwa chea wa vikao vya ukoo, alafu yule wa kwanza yupo hajafa, ila hana uwezo, amenyimwa uwezo, ameshindwa kusogea karibu na Mungu. Mzaliwa wa kwanza kwa nafasi anatawaliwa na mzaliwa wa kwanza kwa haki ya Mungu. Hivyo mnanielewa ninachofundisha hapa? Mbona mnanishangaa sana? Ninaona wengi wanaamka katika usingizi wa kuelewa mambo haya. Hebu basi unielewe zaidi. Naomba nielewe zaidi, dakika zetu tu tunaenda nazo vizuri. Naomba msomaji unipeleke katika Biblia Agano Jipya wa Colossians chapter 1:15, wa Kolosai 1:15.
naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza. Ninaomba niseme tena, Yesu anaitwa firstborn. Ni firstborn wa viumbe vyote, wa viumbe vyote. Nasema tena, wa viumbe vyote, wapendwa, wa viumbe vyote. Yesu Kristo ni firstborn, na tena anakuwa firstborn wa viumbe vya namna ngapi jamani? Vyote. Jamani, wa viumbe vya namna gani? Vyote. Kwa nini Yesu anaitwa firstborn? Ni kwa sababu kwa taratibu za Kiyahudi na taratibu za kiungwana na taratibu za kibiblia, kuna mamlaka kwa firstborn. Yesu anatangazwa kwamba ni mzaliwa wa kwanza, ni firstborn wa viumbe vyote. Wanawake mlioko hapa, ni kweli mtoto ambaye sio wa kwanza kwako anaweza kuwa na hela, akakupa hela, alafu wa kwanza akawa hana mwelekeo. Usifurahi, mwombee mtoto wako wa kwanza aokolewe. Bwana, mnanielewa wapendwa? Kuna wanaonielewa? Sikiliza, nina furaha kusema hili. Watoto wa kwanza wakibarikiwa, moja kwa moja watoto wengine wote wamebarikiwa. Hivi mnanielewa? Watoto wa kwanza wote wakibarikiwa, watoto wengine wote wamebarikiwa. Lakini mtoto wa kwanza asipobarikiwa, sikiliza jambo hili, watoto wengine wanaweza kubarikiwa, ila ni mpaka wakutane na Mungu awape nafasi ya mwingine tena kuwa mzaliwa wa kwanza kwa haki ya Mungu. Hivi mmenielewa? Ndio maana familia ambayo mtoto wa kwanza amemess up, hajasogezwa karibu na Mungu, inawagharimu kuomba sana, na wanapitia bato kubwa sana hiyo familia, mpaka mtoto mwingine atokeze asome katikati ya wale wengi. Maana wa kwanza ameshindwa, automatically wa pili nayo namkuta anazubaa. Mpaka Mungu akomboe tena familia hiyo, ajitwalie mtoto mwingine wa kwanza wa haki yake, ndipo hawa wengine watafanikiwa na kubarikiwa. Ila wa kwanza akiombewa na akatokeza, huyo ni mlango wa wengine. Ni wako watu wananielewa? Kama wananielewa, punga mkono namna hii. Yesu anaitwa the firstborn. Wenda hujanielewa? Naomba nikupeleke mahali pazuri. Romans chapter 8:29. Wenda wasamu hii nitaiweka sehemu ya kwanza, kesho nitamaliza sehemu ya pili yake. Hebu msomaji kanyaga tenda pale. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sikiliza, wale ambao watampata Yesu na kumjua Yesu, nasema tena, wale ambao watampata Yesu na kumjua Yesu, Yesu atafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza wa ndugu zake wote. Amen. Ninamwomba Bwana, hebu sikiliza wanawake wenye watoto, sikiliza ndugu tuliozaliwa katika familia, sikiliza yeyote ambaye aliyeko hapa. Bahati mbaya au nzuri, hakuna familia isiyo na ndugu mkubwa, na kama alikuwepo mkubwa akafa, yuko mkubwa aliyefuata. Kila familia ina ndugu mkubwa, lakini Biblia inarudisha concept hii, inaweka dhana hii pazuri. Inasema hawa wana familia ambao ni mimi na wewe msikilizaji, tunapoenda katika majukumu yetu, Biblia inasema watakao mpokea Yesu. Naomba nirudie, watakao mpokea Yesu. Naomba niseme tena, watakao mpokea Yesu atampa
mmoja awe na baraka, maana Yesu atafanyika kwenye familia hiyo kuwa mzaliwa wa kwanza. Amina. Hujanielewa? Wakina mama mlioko hapa, kabla hujarudi kuombea firstborn wako, wale wasichana ambao mjaolewa, kabla hujaenda kuombea firstborn wako, wanaume mlioko hapa, kabla hujaenda kuombea firstborn wako, au utaoa ili uwe na mtoto wa kwanza, kabla mjampata mtoto wa kwanza, msingi wa kweli wa imani uko hapa. Mruhusuni Yesu awe firstborn katika maisha yenu. Hivi mmenielewa? Na nimesikia wahubiri wengi wakihubiri hizi habari, wanaishia tu kueleza habari ya firstborn wa mwili. Ila nataka nikuambie, sio kweli kwamba, ndugu yangu Lamek, mtoto wa kwanza kuzaliwa ndiye amebeba baraka, ila mtoto wa kwanza aliyepatikana kwa Bwana amebeba baraka za wengine. Hivyo leo nielewa, wasema amen. How did you get your firstborn? Wengi wetu watoto wa kwanza waliwapata tu wameshtuka yuko na mimba. Mtoto anazaliwa anashtuka, hata hajaelewa mtoto amezaliwa. Naomba niseme hiki, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Ngoja niseme tena, kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ili familia yako iwe na amani, mambo yajipange. Hebu rudia tena hiyo verse. Ninaomba imebeba uzito. Niwaombee watu waende kwa soko. Maana wale aliowajua tangu asili, toka asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Yaani wale ambao walimjua. Hebu tuseme waliomjua. Yaani hebu tuseme tena waliomjua. Wale waliomjua Bwana tangu mwanzo. Jamani, wale waliomjua Bwana tangu wapi? Mwanzo. Jamani, wanaomjua Bwana tangu wapi? Mwanzo. Hivi unanielewa? Kabla hujapata mtoto, kabla hujaoa, kabla hujafanya chochote, hapa naongea na wanawake wadogo wasichana, naongea na vijana wadogo, naongea na wale ambao wana bahati ya kusikia somo hili leo. Kabla hamjapata mtoto wa kwanza, ili mtoto wa kwanza na wa pili, wa tatu, hata wa mwisho wapate baraka zao, Yesu awe wa kwanza. Jamani, Bwana asifiwe. Ninaomba pia leo ninapoenda kwenye kilele hiki, ni wapi tumekosea kama wazazi? Ni wapi tumekosea? Tulipokosea ni hapa, tulijipatia vitu vya kwanza kabla hatujamfanya Yesu kuwa wa kwanza. Hebu nirudie, tumejipatia vitu vya kwanza kabla hatujamfanya Yesu kuwa wa kwanza. Tumezaa ma firstborn kabla ya kuhakikisha Yesu amefanyika kuwa firstborn. Hebu muulize ndani yako, unaelewa? Hebu muulize tena, unaelewa? Unaharibu ukoo wako, unaharibu familia yako. Wewe baba na wewe mama, wasichana na wavulana mlioko hapa, kabla hujaenda honeymoon, kabla hujaolewa kwa harusi kubwa, kabla hujapata fahari yoyote, mwambie Bwana, ninakuomba uwe firstborn katika maisha yetu. Hebu wangapi wananielewa tena? Wapunge mkono namna hii. Ninaomba nihitimishe leo katika sehemu ya kwanza na verse moja tu. Verse moja tu ambayo itafanyika kwa baraka. Verse moja tu ili ujue wale ambao wanasikiliza hotuba hii, ili ujue. Ninaomba mtu mmoja asikilize hili. Numbers 3:13.
Hiyo ndio natupeleka kwenye maombi tukiwa na dakika 15 tu, lakini tutumia chini ya hapo ili uende, maana tunamaliza na 45. Hebu soma pale Numbers 13 nasema, kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Mbona umesoma kama umesoma Kikisi? Samahani. Kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Kwa sababu hao wazaliwa wote wa kwanza ni wangu. Hao wazaliwa wote wa kwanza, Bwana anasema wazaliwa wote wa kwanza ni wa nani? Wa Mungu. Kwani mpo hapa? Jamani, wazaliwa wote wa kwanza ni wa nani? Hivi ukisema asubuhi si ndio baraka zako hizo? Jamani, wazaliwa wote wa kwanza ni wa nani? Wa Mungu. Jamani, ni wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Hebu rudia tena hayo maneno. Kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Sawa. Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Sawa. Nikajiwekea wakifu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli, na wanadamu na wa wanyama watakuwa wangu. Mimi ndimi Bwana. Tuseme amina. Amen. Tuseme amina. Amen. Wazaliwa wote wa kwanza ni wangu, wawe wa wanyama au wawe wa wanadamu, anasema hao ni wangu. Na Yesu anajiita na kuitwa mzaliwa wa ngapi? Wa kwanza. Bwana, mzaliwa wa ngapi? Wa kwanza. Sikiliza hili sasa, usikie theological concept hapa. Katika desturi ya Israeli, mnyama yeyote wa kwanza hakuruhusiwa kuwa mali ya mwanadamu. Alikuwa anatolewa sadaka awe mali ya Mungu. Kwa hiyo kila kinachozaliwa cha kwanza kilikuwa kinatolewa, maana sio cha mwanadamu, ni cha Mungu. Sikiliza. Lakini anasema sio tu kwamba nataka sadaka za wanyama wale wa kwanza kuzaliwa. Anasema wazazi wanapaswa kuelewa hili, na anawaambia Israeli waelewe hili. Hata mzaliwa wa kwanza anazaliwa kwenye familia anapaswa awe wa Mungu. Namna ya kujifunza, ndugu yangu Lameki, namna ya kujifunza kumtoa mtoto wa kwanza awe sadaka ili watoto wengine wote wapokelewe kama sadaka. Hivi mnanielewa? Huyo mtoto wa kwanza wazazi wanapoendelea kumwombea, lakini yeye mwenyewe hayuko tayari kuwa sadaka, nina habari hii mbaya na sio nzuri. Huyo mtoto wa kwanza huwa Mungu anamstep down, anachukua mtoto mwingine katika familia na anampa baraka za mzaliwa wa kwanza. There must be a firstborn in every family, whether by birth or by right. Walionielewa waseme amen. Japo kuna familia ambazo Mungu anapambana, anamtafuta mtoto ambaye ametolewa kama sadaka, lakini hapatikani. Hivi mnanielewa hili jambo? Niliwaambia leo nawafundisha jambo zito sana. Ndugu zangu katika Bwana, sijajua familia yako ikoje, maana siwafahamu wote na haitawezekana kuwafahamu. Ila nikubalieni neno moja, asubuhi ya leo Yesu aingie tena kwenye familia zetu. Si kama unanielewa? Kuna watu wanasema amna. Yaani wakati nasema Yesu awe mzaliwa wa kwanza, badala ya amina wanasema hapana, kwa kusema amna. Nasema tena, namuomba Bwana Yesu Kristo azaliwe kwenye maisha yetu,
ili baada ya kuzaliwa kwetu atufanye kuwa wazaliwa wa kipekee, wa kwanza kwa ajili yake, lakini wa kwanza katika familia zetu. Hivi umenielewa ninachosema hapo? Ngoja nikwambie. Kwa Yesu, Robinson, ngoja nikugeukie wewe. Kwa Yesu, yeyote anayempokea akamwamini Yesu Kristo kama firstborn, anamuasili. Hivi anafanyaje? Anamgeuza huyo, na yeye spiritually anakuwa the firstborn. Haya ni mambo mawili. Firstborn kwenye familia, lakini hapa naongelea firstborn spiritually. Whoever received Jesus Christ, who is considered to be the firstborn, will be adopted to become the firstborn as well. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wanasema Yesu, mbali na kuwa tunaombea firstborn kwenye familia zetu, mimi nimeamua nikupokee wewe uwe mzaliwa wa kwanza katika maisha yangu, ili vyote ambavyo vitakuja maishani mwangu vikukute wewe kama firstborn. Na kama ukufanya hivyo, unamwambia Bwana pia asubuhi ya leo, naomba uingie katika familia yetu, ukafanyike kuwa firstborn, ili ukageuze maisha yetu. When Jesus is the firstborn in your family, you have all what you need. Amen. Bwana asifiwe. Wangapi wamekubali asubuhi ya leo? Wanasema Yesu Kristo, fanyika kuwa firstborn katika maisha yetu. Lakini anasema Yesu, acha tuombe kwa ajili ya firstborn zetu, lakini acha tuombe kama firstborn watazembea, Yesu usituache, mfanye mmoja wetu kuwa firstborn pia katika familia zetu, lakini kiroho wote tuwe firstborn. Usisimame mahali ulipo. I know the sermon has been so tough. I know the speech has been so touching and moving. Lakini namuomba Bwana, tunapenda kuomba sasa kwa haraka hii, Bwana atufanye kupata mioyo yetu mpate yeye awe the firstborn. Bwana asifiwe. Hebu nione tena mikono inayosema Yesu awe firstborn. Kwa haraka unapoimba, tutapiga hatua chache wala si nyingi, tukitembea kwa imani tena tukisogea, ili Bwana afanyike kuwa firstborn, huku tukiombea familia zetu, lakini kiroho tukimwambia Yesu uwe firstborn, ili utupe baraka za mzaliwa wa kwanza kiroho. Twago sabi rechi. Can I see the hands of the firstborns? If you're the firstborn in your family. Wow, I was talking to many people here. Can you show your hand down? Sasa sikiliza. Ikiwa kibinadamu mzaliwa wa kwanza amebeba vitu vingi, ninaomba niwaambie jambo hili gumu mnielewe. Kumpokea Yesu Kristo sio kazi rahisi. Maana yeyote anayefungua moyo akampokea na kuwa firstborn wa wengine ambao bado hawajampokea. Hivi mmenielewa ninachosema? Firstborn kimwili inataka maombi, na Biblia inasema wazaliwa wa kwanza ni wangu.
Ndipo Agano Jipya linatuambia sasa mkimpokea Kristo, yeye anafanyika kuwa firstborn wenu. Lakini sio hivyo tu, wale wote waliompokea anawapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na sio tu wana wa Mungu, wanakuwa firstborn wa wengine. Sasa ni pale ambapo umeshamjua Yesu, lakini matendo yako yamekuwa mabaya kumjua Yesu mbele. Nyuma aliyekuja mbele akawa wa kwanza, wa mzaliwa wa kwanza katika jina lake. Bwana mzaliwa wa kwanza katika jina lake. Lakini Mungu, kwa wale wasichana ambao wako hapa na wavulana, kabla mja umenipa mji wangu, nipe na nikuombe Yesu, wewe uwe firstborn wetu, azaliwe kwanza kwenye ndoa yenu, ndipo mpate watoto, baraka zitamwagika. Na wale ambao tulifeli, tulijikuta tu tuko na watoto, go and pray sincerely. Usichukulie kawaida. Katika mwili, yani katika mwili yetu, the firstborn is significant. Lakini in spiritual affairs, we are all firstborns in Christ. Hivi mmenielewa nilichokuwa nakisema hapa? Mbona unamwambia kwa kuja na unamwangalia unasema hivi, na wewe kweli ni firstborn? Yani unamletea, unamchukulia hivi. Hebu mwambie kwa furaha, you are the firstborn of Christ. Can I see the unaweza kushikanisha hayo mambo mawili? Kwa Yesu sisi wote ni, yani kwa Yesu sisi wote ni, na bodily affair yuko firstborn. Na muombe Bwana firstborn kwa muda mrefu afanyike kuwa baraka katika familia yetu. Bwana, haleluya. Yani haleluya. Yesu Kristo azame moyoni mwako leo, awe firstborn. Can we pray? Hebu fumba macho yako sasa, mwambie Yesu, naomba nikupokee ili uwe my firstborn, uzaliwe kwanza moyoni mwangu, ili vingine vyote vije kama second and third and last, ila wewe Yesu uwe firstborn. Uzaliwe kwanza. Mwambie Yesu, moyo wangu na ufungua kuanzia leo na kutangaza kama firstborn. Wewe ndiye kitu cha kwanza kuzaliwa katika maisha yangu. Namwambia Bwana, nipe mamlaka ya kiroho, niwe firstborn, nibebe mamlaka ya Injili ile somayo katika Mathayo. Lakini mwambie Bwana, katika familia yako na yetu, may God bless our firstborns. Mwambie Bwana akutetee kama wewe pia ni firstborn. Waombee watoto wako wa kwanza, ndugu zako wakubwa. Lakini usiishie hapo. Mwambie Bwana, tunaomba familia yetu uiadopt, na wewe Yesu uwe firstborn. Na ukisha kuwa firstborn, vingine vyote vimebarikiwa. Baba na Mungu wetu, mfalme wa amani,
Baba wa kipekee, Mungu usiye wa kawaida, ninaomba asubuhi ya leo ufungue familia zetu. Baba, ufungue familia zetu. Baba, fungua familia zetu. Mafirstborn walioshikiliwa na shetani, wameshikwa na nguvu za giza. Wengine wako hapa hata waelewi, wanajilaumu. Why have I become the firstborn? Bwana, naomba utusamehe pale ambapo hatujabeba baraka za firstborn. Lakini kuna firstborn ameumia moyoni mwake, akijitazama anasema, Bwana, mbona kama sikutoshana kuwa firstborn? Usimnyime furaha, maana unamwambia uko tayari leo uzaliwe moyoni mwake ili awe firstborn kweli kweli. Lakini kama Bwana uishivyo, umetangaza asubuhi ya leo kwamba unataka uzaliwe, uwe mzaliwa wa kwanza wa sisi sote Bwana, na ukiwa mzaliwa wa kwanza kwetu sisi sote tumepona. Yesu, tumepona. Katika biashara za watoto wako, wafanye wakuone wewe kwa mzaliwa wa kwanza. Katika familia zao, wafanye wewe mzaliwa wa kwanza. Katika ndoa zao, wakufanye kwa mzaliwa wa kwanza. Katika maisha yao, wewe mzaliwa wa kwanza. Baba, shetani ametawala maisha yetu, tunamfukuza leo. Yesu, karibu uwe mzaliwa wa kwanza, uwe mzaliwa wa kwanza. Katika makanisa, nenda ukawe mzaliwa wa kwanza. Fujo zikakome, siasa za kidini zikakome, maana Yesu ni mzaliwa wa kwanza kuanzia leo. Baba, ukawe mzaliwa wa kwanza. Baba, ukawe mzaliwa wa kwanza. Ukiwa mzaliwa wa kwanza, Yesu, magonjwa yanapona, magonjwa yanapona, nguvu za giza zinaondoka, maana zitakukuta wewe ni mzaliwa wa kwanza. Baba Yesu, naomba, Baba Yesu, naomba wabariki watoto wako leo, wakiondoka leo wakatangaza, wakasema tubariki Bwana, tubariki Bwana, Bwana, tenda mibaraka yako Bwana, kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba Bwana ufungue maisha yetu. Tumekuwa kuwa mzaliwa wa kwanza katika maisha yetu. Mapepo yakashindwe, nguvu za giza zikaondoke. Ninavunja kila mkataba wa giza. Watoto wako wameamka, wamekuja hapa Baba, wabariki Baba. Baba, tenda miujiza Baba, tufungue, ifungue Kenyenya yote, ukatangaze kwa mzaliwa wa kwanza Kenyenya. Yesu, ukawe mzaliwa wa kwanza Kenyenya. Baba, ukawe mzaliwa wa kwanza Kenyenya. Yesu, ninapohitimisha hotuba hii na ombi hili, kawe mzaliwa wa kwanza kwenye biashara zetu leo. Watoto wako wakauze, naomba ukawe mzaliwa wa kwanza kila mahali. Baba, ukawe mzaliwa wa kwanza kwa kila mmoja, na wale firstborn nimeshawaombea Baba, kawaokoe kwa jina la Yesu. Watoe kwenye magonjwa, watoe kwenye failures, watoe kwenye maisha magumu. Lakini sio hivyo tu, ikiwa watoto wa kwanza wameshindwa, jiinulie baraka kwa watoto wengine, ili wakawe mfereji wa baraka kwa familia zote. Bwana, tenda miujiza. Bwana, tenda miujiza. Ninaomba asubuhi leo, hata yule ambaye hajabatizwa, mkumbushe jambo hili. Anatembea bila kuwa na mzaliwa wa kwanza, ambaye ni Yesu, ambaye ni Yesu. Afungue moyo wake ili Yesu awe firstborn wake, ili maisha yake yanyooke, maana kabla vingine vije, Yesu amekuwa firstborn. Baba, ikiwa kuna mtu amekuelewa, acha atembee akiwa amefunguliwa, akiwa amefunguliwa. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hebu mwambie tena jirani yako, you are now the firstborn in Christ. Mwambie tena, you are now the firstborn in Christ. Jamani, Bwana asifiwe.
Can I see the hands of the blessed ones? We are now the firstborn of Christ. Ngoja nitangaza hili. Ikiwa unaona mtu hajabatizwa, ikiwa naona nisema hili, ikiwa what is not happening? Si ulete hiyo haraka. Haya, ikiwa kuna mtu ambaye hajapokea ubatizo, ajue jambo hili. It is the battle between him and God. I mean between him and Satan. And let Satan fail and Jesus win. Jamani, Yesu ashinde. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kawaombea ambao hawajabatizwa ili Yesu awe mzaliwa wa kwanza katika maisha yao. Amen. Bwana awabariki. Amen. Yaani Bwana awabariki. Amen. Bwana awabariki. Amen. Ili wafunguliwe, wabatizwe, Yesu awe mzaliwa wa kwanza katika maisha yao. Amen. Nendeni na baraka hizi mkimtafakari Mungu wetu na kuambia wengine imekupasa umpokee Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza katika maisha yako. Bwana wabariki sana. Karibuni kwa matangazo mengine. Hello. Vijana wote mpaki nyuma. Abasaya wansi mutigale maega. Na